sakratul maut bilhaqqi dhalika ma kunta minhu tahid, yatakujia mauti mwanadamu tena kwa haki. Kifo ni njia ya haki, ndugu Muislamu. Dhalika ma kunta minhu tahid, hilo ni lile ambalo ulikuwa wewe ukitoroka watafuta kila njia ya kuyakimbia kifo, lakini Allah anakuambia kitakufikia popote, ndugu Muislamu. Rasuli Muhammad. Aya 10, aya 10 ni suratu Sijda, aya ya 11. Kul yatawaffakum malakul mauti alladhi ukila bikum. Ukila bikum. Mwenyezi Mungu anasema hakika Mwenyezi Mungu amewekea malakul maut ndiye atakayekuja kuwatoa roho zenu. Aya 11. Aya 11 ni suratu Al-Mu'minun, aya 99. Mashaallah, sallu ala nabi. Mwenyezi Mungu anasema hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Mwenyezi Mungu asema mpaka mauti atakapomkutia mwanadamu atasema, Mwenyezi Mungu nirudishe ili nifanye amali mzuri. Wakati ule Allah anasema kalla innaha kalimatun huwa qailuha, hapana, hayo ni maneno utayasema, lakini kaburi iko mbele yako. Wakati huo kwisha muda wako, kaburi iko mbele yako, mauti yamekuja sasa. Unasema ya Rabbi ningoje la'alli a'malu salihan, ili nifanye amali mzuri ya Rabbi na mimi. Ndugu yangu, muda unao hivi sasa, patiliza. Naam, patiliza ndugu yangu Muislamu. Aya ya 12, aya ya 12 ni suratu Ali Imran, aya 61. Allah anasema hatta idha jaa ahaduhumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yanzurun. Tusali Mtume Muhammad. Aya ya 13, ndugu zangu Waislamu, aya ya 13 ni suratu Ali Imran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado anatuhimiza kifo kwa watu, tusiwe ni wenye kusahau. Aya 13 ni suratu Ali Imran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kullu nafsin dha'iqatul al-maut, ni aya 185, ndugu zangu Waislamu. Aya 14 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratu Saba, aya 14, falamma qadayna alayha al-maut falamma qadayna alayha al-maut, aya suratu